Karibu tena mtazamaji, bado tunaendelea na sehemu yetu ya mahojiano ambapo tunaendelea na mjadala kuhusiana na hali ilivyo katika sekta ya afya, na wageni wangu wanaendelea kuchanganua na kutupa taswira kamili ya jinsi hali ilivyo, tatizo mahali lililopo na jinsi wanavyoona kwamba suluhu linaweza patikana vipi. Na Gibora, kabla ya kuchukua pumziko, ulikuwa nazungumzia kuhusiana na jinsi haki za mgonjwa jinsi hazifahamu jinsi inavyostahili, na pia wahudumu haki zao zinaendelea kukiukwa na pia wanaendelea kunyimwa, hali ambayo inamfanya sasa huyu mgonjwa ambaye ni mwananchi anaendelea hata kuumia zaidi. Mbona wale waliopatiwa nyadhifa za uongozi katika hiyo sekta wanaonekana ni kama kuleta vipingamizi, vikwazo? Mbona hali iko hivyo? Nafikiri jibu ya hilo ni kwamba mimi kwa mtazamo wangu ni kwamba wale viongozi wale ambaye wako katika Social Health Authority hawajaweza kupanua mawazo yao, ama hawajaweza kujitambulisha na sheria. Yani wajifahamishe na sheria. Kama hujajifahamisha na sheria, mawazo yako na uamuzi unaofanya unalingana na vile ambavyo wewe unaelewa sheria. Na ndio maana tunasema kwamba wana udhaifu fulani kwa sababu hawajajifahamisha na sheria. Kwa mfano vile ambavyo nilitangulia kutaja kwamba sisi kama clinical officers ama maafisa tabibu ndio we are the second largest group in Kenya kuoffer public services and even private services. Hawa wanyambao wamekuja kwa sababu yule ambaye ni chairman ametoka katika KMPDC, amekuja amefanya uamuzi kwamba wale ambaye walikuwa katika NHF wakipeana huduma ya afya walikuwa wameratibishwa ambaye ni clinical officer, including specialist clinical officer, because we have the most anesthesiology in the country. They offer 97% of the services, oncology services, reproductive health, pediatrics, among others. They are the largest in the country. So kumaanisha kwamba tuko zile tunaita nursing services, tuko na clinical services. Clinical officers are the leading service provider in terms of clinical services. So na pia procedure wanafanya nyingi. Kwa mfano cataract surgery, we do more than 90% in the country. So kwa sasa wameotoa katika SHA, and licha kwamba walikuwa wakipeana huduma katika ile ambayo inaitwa NHF. Kumaanisha wamedunisha huduma ya afya, reduce accessibility. Si huyu tu ambaye anapeana huduma anahujumiwa, lakini hasa yule anahujumiwa ni yule ambaye ninahitaji kupewa huduma ya afya na iwe sijaipata kwa sababu yule ambaye namtegemea, kwa sababu mgonjwa ana haki ya kuchagua aende kutafuta huduma zake za afya wapi. Anapokuja na umenidunisha, umeninyima haki za kupeana huduma ya afya kinyume na sheria, basi mgonjwa ndiye anadhurika zaidi, na tunasema hiyo haitakikani. Nafikiri nimeongelea hiyo na nikisema kwamba ni vile labda hawajaelewa sheria, na ni kwa sababu hawataki kujifahamisha na sheria, na inaumiza wa Kenya. Na ndio maana ningependa pia kufungua kwamba kama juzi nimetumiwa na mgonjwa alikuwa ameenda Nairobi West Hospital. Ameenda mara ya kwanza, walipoitisha alikuwa anafanyiwa procedure, wameisha amurisha kwamba afanyiwe na wakakubali kwamba atalipiwa around 96,000. Baada ya dakika 30 wakaandika wakipinga kwamba hawatalipa hiyo procedure isifanywe. Sasa ni SHA, na yeye mwenyewe hiyo ni SHA. Na hiyo mgonjwa mwenyewe, niko na hizo messages kama mtu yoyote atakayeweza uliza, na nimejaribu hata kufuatilia wale ambao, kwa sababu aliponitumia alikuwa anajua kwamba tunaweza saidia. Mpaka kwa sasa mgonjwa hajapata huduma. Kwa sababu hiyo ni hoja ambayo pia ni hoja nzito tutakuwa tunazungumza, lakini kidogo tuangazie taarifa nyingine moja hapa ambapo viongozi wa makanisa ya Kievangelisti wanatoa taarifa yao kuhusu hali ilivyo nchini. Hebu tuwasikilize. The President's State of the Nation address, which he delivered on Thursday, November 21st, 2024, to the joint sitting of the National Assembly and the Senate. We acknowledge the significant strides by the government in trying to address the national challenges, initiatives in employment creation, health reforms, and efforts to stabilize the cost of living that is extremely high are commendable
to some extent and provide a foundation for further progress. However, we agree that we need to find solutions through consensus on some very critical national issues of concern. One, restoration of healthcare. We believe the government has been undertaking reforms in the healthcare. However, we have observed the following: delayed payments for services rendered by health facilities under the National Health Insurance Fund for several years, which affects complementary and substantial access to health services. Rushing through an unclear transition to the new system with inadequate public participation and citizen involvement. Inadequate support and involvement of stakeholders in the fulfillment of constitutional aspiration of the Kenyan people in attaining universal health coverage. Corruption in digital healthcare authority systems, procurement through shady payments and contracting deals. The government should immediately work on the following: improve access to quality and affordable health care to our citizens. 2, involve all stakeholders in addressing health ecosystem on challenges of health services access for the country cannot mark time through lopsided legal frameworks and attaining universal healthcare coverage. The second issue we looked at is fixing the educational systems in Kenya. The well-meaning competency-based education at the junior secondary school, JSS level is a bit in a turmoil. Na mtazamaji, hawa ni viongozi wa makanisa ya kievangelisti wakizungumzia kuhusiana na ile hotuba iliyotolewa wiki iliyopita na Rais William Ruto wakati alipokuwa anatoa hotuba akizungumzia taifa. Wanatoa kauli zao kuambatana na hotuba hiyo. Bado sasa tunarejea hapa kwenye studio tukiendelea na mjadala wetu, na kabla ya kuvuka kule kwenye kuwasikiliza wale viongozi wa kievangelisti, Gibore ulikuwa nazungumzia changamoto ambazo zilizopo haswa katika utoaji wa huduma kupitia hii bima mpya ya afya. Ndio. Na nimeendelea kusema kwa sababu sisi tunapoona jambo ambalo aliendi sawa na linakiuka sheria, sisi tunaipua. Na ndio nilikuwa naelezea bila ambavyo wale ambao ni Social Health Authority wamepredetermine ama wamefanya uamuzi ambayo unakinzana na yale maono walio nayo ama yale ambao walitangaza sababu za kuleta hizi sheria mpya. Na ndio maana tunasema kama hawatahuzisha wa Kenya kuenda mbele na wale ambaye ni wengi wahudumu wa afya, kwa sababu mpaka sasa wahudumu wa afya wanapiga simu kuuliza nini maana ya SHA, tunafanya nini, hospitali mingi mpaka leo hii the declaration ya facilities zile wanasema zimewekwa kwa SHA, nyingi zao bado hazipeani huduma ya afya, na nyingi pia kuna zile zinasema hazijawekwa na hazijawekwa kwa kweli. Basi hiyo inadunisha upeanaji wa huduma ya afya ama kuhakikisha kwamba mhudumu wa afya anapata. Na ubaya ni kwamba katika sekta ambayo tunafanya kazi kama hudumu wa afya, ugonjwa ni wa dharura mara nyingi. Haupigi hodi. Unapata mtu ameingia kwa nyumba, maybe alikuwa ameenda kazi, akirudi anapata mtoto ni mgonjwa. Ana expect atapata services immediately. Hatakiwi kuelezwa maelezo. Na ndio maana tunasema kwamba unapokuwa unanipatia maelezo ambaye hayanifaidi wakati ambapo nahitaji huduma ya afya, unanidunisha, yani unanifanyia kidonda, inauma sana. Na ndio maana tunasema serikali lazima wachukue majukumu ya kutembea na kila Mkenya ili kusudi waweze kuelewa unataka tuende wapi,
ni nini tufanye kabla ya mimi nikuwe mgonjwa, na ni wakati gani niweze kwenda na niende wapi. Kwa sasa mgonjwa, hakuna mgonjwa ambaye anachagua hospitali anayoenda. Kwa hivyo basi mimi nina haki ya kuweza kuchagua. Kama Agnes uko katika hospitali fulani, ninasema hapo ndio naenda, kwa sababu mgonjwa pia anakuanga na imani na yule ambaye anamuamini. Ndio maana utapata mtu anatoka Migori anakuja Nairobi kwa ajili ya kutafuta Gibore ambaye ndiye anaamini kwamba atamuongoza na atampatia huduma ile ambayo anayotaka. Na kwa ukishaweka vipingamizi wewe kama Social Health Authority, basi umekiuka sheria na haki za wewe Mkenya. Na la mwisho ni kwamba niweze kuzungumzia, kwa sababu nimeona kwenye mtandao na nikatumiwa na one of our surgeon kwamba kuna sheria ambazo zilikuwa zimekuwa proposed, sijui kama zimetolewa ama zijatolewa, ambapo zinaweka viwango ile ambayo tunaita co-benefit description of services. Iko na description of services, wameintroduce kitu inaitwa vendor, na kuna ile inaitwa SHA rates. Rates ni zile ambazo watalipa kila procedure ambayo utakayoifanya kwa surgery, ambapo hizo ndio watakazolipa. Na nataka tu kufeana mmoja tu, ile ambaye kwa mfano inaitwa amputation, above elbow amputation. SHA wanasema watalipa 67,200. Na wanasema kwa sasa hapo facility itapata 30,240, na kuna mtu anaweka hapa anaitwa vendor atapata 36,960. Na hizo kila mahali ukiona hivyo, ukifanya mahesabu yako ni kwamba 60% inaenda kwa mtu anaitwa vendor ambaye Mkenya yoyote hajui. Mimi kama hospitali nimeshapeana huduma nikitathmini kwamba kila step ambayo tunaifanya gharama yake imefika kiwango fulani. So ukija uchukue zile hela, unaacha hospitali ikiwa negative, ambapo haitapata pesa za kuja kufidia kwa ile ambayo iko negative. Ndio maana utaona kwamba kwa sasa Wakenya watakuwa naambiwa unatakiwa kufanyiwa maybe tooth extraction, unatolewa meno. Lakini serikali imekulipia shilingi 500. Na mimi katika hospitali kuona vifaa ambavyo nimetumia na consultation services probably zinaenda close to 5,000 ama 3,000. Mgonjwa atarudi kwenye mfuko. Na kwa mfumo huu wa SHA ni dhahiri kusema kwamba fedha ambazo tulikuwa tukicontribute katika NHF zimeongezwa maradufu. Kwa hivyo tuna expect benefit ziongezwe maradufu, lakini sio zipunguzwe na mimi kukua exposed kwenda kwa mfuko wangu kwa ajili ya kutoshelesha kununua huduma ya afya. Ndio. Haya, asante sana. Beatrice, sasa nikigeukia kwako sasa, wewe kama mwanauchumi katika masuala ya afya, wakati sasa tukiangalia hata maelezo ambayo yametolewa kuhusiana na hii bima mpya ya afya, ni maelezo ambayo kwa kweli yanaonekana ni ya kufurahisha, lakini tukija sasa hali halisi jinsi ilivyo, kama jinsi hata Gibore anaelezea, mambo ni tofauti. Tatizo haswa liko wapi? Ya kwanza, what was the intention of bringing the new SHA? Na wakati wa utekelezaji wake ulifanywa kuharakisha na umuhimu wake mbona ni kwa nini utekelezaji pia unaeleza? Sasa ndio naeleza ya kwamba issue ya kwanza walikuwa nasema NHIF ilikuwa na corruption mingi sana. Kwa hivyo wakasema tuunde mfumo mpya kutoa wale cartels walikuwa wanasema wako kwa NHIF. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, wakasema NHIF ina focus sana na civil servants. Sasa hii mfumo mpya wanataka expand ili waweze kutekeleza kuensure kila Mkenya sasa amehusishwa. Lakini kumbuka NHIF ilikuwa ishaanza kuhusisha kila Mkenya. Sasa hapo tukajiuliza ni wapi NHIF haiko inahusisha Mkenya wa kawaida. Lakini kando kwa hayo unaona ya kwamba ile policy walileta ya hii SHA, ndiposa nikasema walichukua concept from America. They took a concept from the Western, wakabadilisha tu mahali maybe walikuwa wameandika USA wakaandika Kenya. They did not retrospective, wakaangalia wakasema tukiangalia hii pay slip tukate hii pesa ita affect aje huyo mtu wa middle class. They did not factor in that. Ama kuangalia since 60%, actually it's around, almost 60% of Kenyans are unemployed, or in the informal sector. Unemployment is very high. And now unataka kutuambia you're going to bring a tool ya kukuja kuhimiza kila Mkenya aweze kuchanga. Na kumbuka hata kama uko kwa informal sector, leo unapata kesho haupati. Alafu kisha unamwambia hiyo kidogo anangangana kulipa
kukula kidogo ya school fees kidogo, unataka bado hiyo kidogo akuje aongeze kwa isha. Sasa unaona ya kwamba walipo realize informal sector ni kubwa sana, wakasema sasa tutaangalia ule mwenye analipo mshahara. Lakini pia ule analipo mshahara, remember wenye wako hawajajiriwa, ule amelipo mshahara ndio wanategemea. You know, in Africa we call what we call black tax. Like you can see me but the other dependent. So they did not look at the social setting as an African setting, how that one pay slip affects you. Lakini kile kingine ningependa muangazie mkumbuke ya kwamba wenye walipanga hii sera, na hii ndio ukweli wa mambo, walikuwa na at the back of their mind jinsi ya kupata pesa waeke kwa mifuko zao. Na kwa nini nasema hivyo? The constitution says KRA is the revenue collector. So that's what the constitution says. Yes. So isha, it is 2.75 of your salary. In essence, it's a tax. Lakini nani anaokota? Ni SHA. Lakini hii pesa ikiokotwa haiendi kwa consolidated fund ya treasury. Ndio mseme kwa mfano, SHA wanasema claims ni 1 billion for example, claims ni 3 billion. Treasury inafaa ndio ina release through parliament kwa sababu kuna zile wanafungilia yule mifumo, then wale watu wanalipwa. Lakini sasa hii inaenda kwa banks. Na it's unfortunate that one of the bank has been acquired by a certain politician when this contribution ya SHA inaelekea. Kwa hivyo it's what we call legalized corruption, where when you say legalized corruption, it means you go through parliament and you manipulate the laws to ensure it inaingia upande fulani ili mtu fulani apate benefits. Sasa ukiangalia zile fedha haziendi kwa ile consolidated fund. It means even the auditor general cannot even audit those records. Ndio tuseme wewe kama SHA authority you disburse 10 billion to a specific facility. The auditor general kama imeenda through the consolidated fund akona hiyo uwezo ya kufanya nini? Kuuliza maswali, kusema hii pesa ilienda up. So it's all kwa SHA. Kwa hivyo wakiprocure vitu hawawezi ulizwa maswali mingi. Pesa pale and that's why because it's a lot of money, because we are looking at 150 billion. Na tunasamanga as economy, where there is a lot of money, corruption is roaming around. It will attract criminals to actually try and figure out how do we defraud the Kenyan citizen. Unaona, unaelewa mpaka hapo. Na ya tatu tunauliza, umetuambia they are going to contribute this amount of money, but in correlation to the benefits you're giving the Kenyan citizen, it's not value for money, because I cannot contribute, let's say 60,000 annually based on my income, and then you tell me for a whole household you're only going to give me 2,000 for dental service. You're not going to tell me to contribute 60,000 and what you give me in return is 950 for eye services for my whole household, not sim to moja, the whole household. You cannot tell me I'm going to contribute maybe 100,000, even a higher premium than the private insurance scheme, and then what you tell me I can only do the diabetics test for a whole is 4,350. That is it's for a whole household. So unaona hapa ni kuporwa. Yani wanakuambia tunaleta kitu mzuri but chini wanakupora, na ule mwenye akona salary slip inampora. Now when they formulated these policies, hawakuhusisha the healthcare workers. They sat in a board, decided to come and formulate some of these policies. Na hapo ndipo tunasema the disconnect ilianza. Wapili, walipoleta ile policy, angalia venye hizi laws zilipitishwa kwa muda wa kasi mno. Hawakupea watu wakati kuongelelea hii mfumo, kudiscuss hii mfumo. Ndipo unaona sasa walienda wamepitisha. Ukiona kitu haraka wanasemanga haina baraka. Na ukiona kibaya cha jitembeza, kizuri cha jiuza. Chama cha jiuza. Kwa hivyo sasa unaona ya kwamba Wanakenya wanapoongea kuhusu hii SHA wanasema venye wanalalamika haiwafikii afya. Wakienda kwa afya wanatoa pesa mfukoni wakilalamika. Lakini kwa upande wa serikali wanasema SHA inafanya kazi. Lakini ule provider kwa hospitali anasema system haifanyi. Iko na downtime. Wengine wanasema hata huko hatuna stima. You know, they did not factor in all those factors. Sasa unaona hiyo disconnect ikioka, zile pesa zishaanza kukatwa kila mshahara. So if the money is being collected, lakini kuna mahali zinaenda. Lakini hizo pesa mahali zenye zinaenda
hazitekelezwi venye zinafaa. Kwa hivyo itatafuta namna, itaenda kwa mifuko za watu. Haya. Na sasa kwa sababu kulingana na hata jinsi unavyo maelezo na pia madai ambayo unatoa kwamba kuna ndio wananchi makato tayari yameanza na kuna mahali ambapo kuna mfuko fulani kiwango hiki cha fedha kinapoingia na si kumsaidia yule mgonjwa na pia sio kumlipia ada za matibabu katika ile hospitali ataenda kutafuta huduma, tutajikwamua vipi? Tuna dakika kama moja tu. Ndio. Sijui kama moja itatosha. Nilikuwa nataka tu kueleza kwamba SHA kwangu, kwa mtazamo wangu, ilikuwa upanuaji wa kuhakikisha kwamba kila Mkenya mahali alipo anapata huduma yake ya afya. Kwa mfano under NHF tulikuwa tu 29% nafikiri ndio tumeienda juu sana wale ambao wamewekwa kwa mfumo wote ule wa bima ya afya. Basi hii bima ikakuja, tukasema kwamba kwa sababu ya kipengele article 43 ya constitution tunataka kuexpand so that kila Mkenya anapata huduma ya afya. Ndio maana tukaweka proposal za mifuko mitatu. Mifuko mitatu hiyo, wa kwanza ni primary health care, kwamba serikali itagharamia kila kitu bora umeshajiunga katika hiyo SHA. Na ndio sasa kila Mkenya aweze kupata huduma ya afya bila malipo yoyote. Na tukasema hii huduma itapeanwa katika kipengele cha kwanza na level 2 and level 3. Na hii ingine ambayo ilikuwepo imekuwa established emergency critical and critical funds ambayo tuli establish. It was there since 2017 when it was established under the Health Act. But haikuwa itekelezwa. Serikali ikasema tunataka kuitekeleza kwa sababu tumejua kuna ugonjwa unapoteza maisha kwa sababu hospitali hazitaki kuchukua mtu yeyote ambaye hajacommit kwamba atalipa kiwango fulani cha pesa. Na kwa namna hiyo tukawa Wakenya hawaamini ile NHF kwamba inawafanikisha kupata huduma ya afya, because there was a lot of mistrust, na ikachangiwa na wizi wa mali ya umma katika NHF, ambapo mtu mmoja anakusanya pesa kutoka kwa Wakenya, anakaa nayo na anaenda anasema wewe utapeana huduma fulani, na hata mpaka facility ambazo ni ghost zinafanya services ambazo zinalipwa bila facility yoyote kuexist, zimeenda kwa sababu umeshawapatia empanelment. Na hiyo ninasema ni kosa la jinai, lakini yeye pia anakuja na process pesa na analipa ghost facility because yeye mwenyewe anajua kwamba ni wizi anatengeneza. Na ndio maana tukawa mapendekezo yetu ya kwanza nakubaliana naye kwamba ilikuwa pesa ziweze kukusanywa sehemu tofauti na hii Social Health Authority. Ili kusudi wao wasimamie policy, lakini ikifika mahali ya malipo lazima mimi nikuje niseme kwamba kuna mgonjwa fulani ambaye umeshamlipa ambaye umekiprocess, tunachukua hatua ya kuhakikisha kwamba services zilimfikia Mkenya. Na ndio maana tuna release pesa. Lakini kwa ajili ya kuhepa hiyo, ndio maana unaona pesa zinaenda direct kwa banks ambazo haziko zile ambazo zimejificha. Sijui kama kweli statement ya mwenzangu kwamba haiwezi kuwa audited na Auditor General, because any public funds that you collect it can be audited. Na kwa sababu kwa kweli kuna asasi ambazo the control budget can also actually rein into that, because amepewa ruhusa kisheria kusimamia fedha zozote ambazo serikali inakusanya, whether kuziita NHF, whether at county level, hizo zote ana uwezo wa kufikia pale. Na kwa namna hiyo hakuna sheria yoyote ambayo imetamka kwamba hawezi kufikia hapo. Ndio maana tunasema hatukuwa na uwazi katika NHF. Tunaomba uwazi katika SHA ili kusudi watu waamini. Kwa mfano tulipoanza, Wakenya ambapo wana contribute, tueleze hela ngapi tumecontribute kufikia wakati fulani na pia zinatumika kivipi. Na huduma ya afya, ninapokuwa niko na hospitali ambayo inapeana huduma ya afya, tukue na process yenye ambayo inaonekana kama runinga. Tunaona mimi kama nimeshapewa huduma, ninaweza enda mahali fulani nikafinya nikaona kwamba kweli nilitekelezewa hapa na hapa. Tuna mfumo ambao ulikuwa umeletwa under NHF. Facilities zilikuwa zina register wagonjwa, na wale walikuwa wajanja ama wakora wezi wakawa wanaweka mgonjwa akiweka kidole hiki alafu yule admin wao anaweka kidole yake. So they could even actually allow process, kusema kwamba Gibore alikuja kwa hospitali na wanatumia their thumb to authorize that, because machine haiwezi jua kwamba ni nani anaweka hapa. Umeshaweka hii nyingine kwa sababu unahitaji kuweka ya pili, mimi ninaweka. Unaona? So wakawa wanafanya wizi ambapo
haikuwa wizi ambayo umewekwa katika sheria. Unaona? Unapanga leo vile ambavyo utaiba kesho. So inakuwa ngumu kuja kutrace kwamba Gibore alipata services ama hakupata services. Nataka tu nipeane mfano mmoja. Kuna mgonjwa mmoja hapa Nairobi aliniwahi nipigia wakati ambapo tumekuwa na COVID-19. Alikuwa amepata ajali. Akaenda hospitali, akaonekana kwamba hakuwa amevunjika. Alipotoka hapo, aliona simu ikimletea kwamba hospitali italipwa 270,000. Unaona? Aliponipigia nikamweleza aende katika hiyo hospitali. Alipoenda pale hiyo hospitali walimwambia tunaweza kukupatia hata 50,000. Nafanyia procedure namna hii upewe 100,000. And hiyo ndio wizi ambayo tulikuwa tunataka kuua na ubaki na NHF na tuulete pande hii. Wakati ambapo tunashukua shrewd, yani tunakuwa surrounded na giza, Wakenya tunalalamika. Kwa sababu sheria tukiiona tunaona kwamba ni sheria inatuelekeza sehemu nzuri. Utekelezaji unapokuja kutekeleza, wewe kama kiongozi ambaye unatakiwa kutekeleza, unatuletea giza ambaye hatuwezi hata jua kama tunaelekea katika mafanikio ya ku realize UHC ama namna gani. Na hiyo ndio tunasema lazima tujadiliane, tujue kwamba tunaenda wapi. Na katika ile mihimili yote ambayo tunaiongelea juu ya ambayo inafanikisha mambo ya health, ninaomba tu, kwa sababu tumeongelea juu ya hii ambayo ni financing, kwamba wa healthcare workers, serikali hii ilipokuwa inakuja kwenye mkondo ama inachukua usukani, waliahidi kuajiri wahudumu wa afya, kwa sababu tuko na hospitali. Shikilia hapo Gibore. Ningependa mtazamaji, kwa hivi sasa tuchukue pumziko fupi ili tuweze kwenda madukani kiasi, kisha tutaweza kurejea na kuendelea.